Mpendwa unayenifuata, shalom. Nilipenda tuchangie neno la Mungu leo katika kitabu cha Isaya sura yake ya 55 na mstari wake wa 6. Nabii Isaya anaongea habari za wokovu ambao tumepewa bure sote. Wokovu tumepata sote, na Kristo amepanda Golgotha katoa uhai wake ili sote tufikie wokovu, sababu Mungu amewapenda wote. Na neema hiyo mpaka sasa ingalipo. Na watu wanaweza kukaribiwa, wanasogelewa, wanaambiliwa habari za wokovu. Wengi wanagaili, wengi wanatupilia mbali, wengi wanadharau, wengi hawajali. Na hata wakati mwingine unasema tungali bado vijana, tuna mambo ya hayo ni mambo ya wazee. Wengine wanasema bado tungali tunafurahisha na kufurahia maisha, tukichoka tutakuja. Wengine wanasema tafadhali niachie kwanza hizo habari, tutaangalia kwa siku zijazo. Wengi wanasema hivyo, lakini nilipenda kuwajulisha wapendwa, wokovu tulipewa bure. Na wokovu maana yake kuepushwa na hatari, kuepuka kifo cha milele na hukumu ijayo baada ya uzima huyu. Hiyo ndio wokovu. Ukipata wokovu hauhukumiwi, hauko chini ya hukumu, hauko chini ya laana, uko mtu huru. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu ametupenda sote, hapa amemtoa mwana wake Yesu aje afe ili tufikie wokovu huyo. Hakuna njia nyingine nje ya kumwamini Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo tu ndiyo njia ya pekee ili tufikie wokovu huyo. Sasa haina maana ubaki unasema kesho. Haina maana useme nikichoka na haya niliomo nitakuja. Mpango wa Mungu haujui mpango wa Mungu, na haujui kesho ya maisha yako. Lakini mpango wa Mungu ni leo, wakati sauti ya Bwana inakujia kupitia watumishi wa Mungu. Wanakuambia habari juu ya wokovu, wanakuambia uokoke ili uepushwe na hatari. Hawajileti wenyewe, ni Mungu amewasukuma, ni Mungu amewaleta ili wasemezane pamoja na wewe kwa njia hiyo. So Mungu ndiye alikupenda na anakujua, na kwa neema anakuja kwako kupitia watumishi wakwambia, mpendwa, Yesu anakuhitaji. Toka katika hizo njia, epuka hayo maisha, achana na huyo mwenendo, achana na hizo siri, acha kuipenda dunia kuliko vyote, lakini jibia wito wa wokovu, na Yesu atakupa maisha mapya, atakupa uzima mpya. Na wakati mara nyingi sauti hiyo inakujilia, ningekusii acha kupana randevu ya kesho, acha kutuma kesho huyo wokovu ambayo umeletewa. Sababu hivi Isaya amesema hivi kwa mstari wake wa 6, anasema hivi, mtafute Bwana madamu anapatikana. Kuna wakati Bwana utafutiwa na upatikana, na umwalike sababu bado wakati ungalipo. Kuna wakati wenye hautafika, tupate neema kama hii ya kumtafuta Mungu na tumpate kwa wepesi. So wakati wa neema utakuwa umepita. Hii ni zamu ya magharibi, ni zamu ya neema, ni zamu ya uokovu. Roho wa Mungu anaongea kupitia watumishi tofauti tofauti, kupitia nyimbo, kupitia mahubiri, kupitia wanaotukaribia na kutushauri, kupitia wajumbe wa Mungu wanatuonya juu ya kile na kile, na kutuambia tuepuke dunia itatupeleka katika mauti, tuepuke tamaa za mwili tuingize katika mauti. Lakini katika Mungu kuna neema, katika Mungu kuna uzima wa milele, katika Mungu kuna amani, kuna raha na kuna kuelekezwa vizuri. Mpendwa unayenifuata, baada ya zamu hii ya mwisho ambao Roho wa Mungu anawasukuma watu kwa mataifa yote, hii zamu ya magharibi, baada ya hapo hakuna neema tena. Neema itakuwa imetoweka, sababu baada ya Roho hapatakuwa mwingine atakayekuja aseme kwa niaba ya Mungu. Sababu Baba alikuwepo, alisema, akaelekeza. Mwana alikuwepo, alikuja, akaelekeza, na Roho Mtakatifu anakuja,
anaelekeza, anashauri, anahubiri, anaonya, ili watu watoke katika dunia wamjilie Bwana. Baada ya Roho Mtakatifu akimaliza, hakuna mwingine. Ndio maana neema hii ya wokovu ambayo tumepewa bure, jaribu uipokee ndani yako. Biblia inasema hivi, kama mtu anaamini tu kwa moyo wake kama Yesu ni Bwana na ni yeye anaokoa, na huku anavitangaza kwa usemi wake, tayari huyo ameokoka. Ni kumwamini Yesu, si kazi nzito, si mizigo mizito. Ni kumwamini na kumkubali ndani ya moyo, kisha na unaikiri na wokovu unakuja kwako. Mara nyingi ushatembelewa na roho yako imesha kushutumu juu ya neno hilo, lakini kwa sababu tu ya kusitopenda, au wakati mwingine umeweka kiburi na umeshindana na sauti hiyo, ningekusii mara ya mwisho, mpendwa, usishindane tena na sauti hiyo. Hiyo ni neema yako ya mwisho ili ufikie wokovu. Nasema hivi, mtafute Bwana madamu anapatikana, umuite bado yu karibu, na utapata wokovu. Asante. Sasa umenisikia, naamini utapokea, naamini utanyenyekea, utatii na utaingia katika wokovu ambao mara nyingi umetafutiwa na Bwana. Mungu akutendee mema na neema yake iwe juu yako. Asante.